Yesu asifiwe. Ongeane namna hiyo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu aliye mwema, aliye mwaminifu, ambaye amekuwa pamoja nasi wiki nzima na hatimaye siku ya leo tumeona uwepo wake mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Mengi tumeshajifunza, mwisho Mungu ameshaniombea moja kwa moja. Tunakwenda kuingia kwenye neno la Mungu. Tega sikio, sitazungumza mambo mengi, ila sasa mtege sikio. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako tega sikio. Haleluya. Sio lile sikio la mwili, bali sikio la kiroho. Maana mambo ya roho yanatambulikana kwa roho. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anazungumza nasi kupitia roho asili. Na kwa nini moyo wa mtumishi? Kwa sababu Mungu anasema katika moyo. Moyo ndio injini. Haleluya. Moyo ndio inayobeba kila kitu. Bwana asifiwe sana. Mungu anakaa katika moyo. Haleluya. Moyo ni kama usukani wa kuongoza wale kutaka kufanya. Ni mbaya, ni vizuri. Ni moyo. Moyo ni kiwanda. Haleluya. Moyo ni kiwanda. Kinazalisha mabaya, kinazalisha na mema. Uko kwenye moyo. Lakini moyo wa kitumishi, moyo wa kitumishi ni ule moyo ambao Mungu anafanya ndani. Haleluya. Wanatumikia Mungu siku zote tunaanzia moyoni. Haleluya. Mwambie mwenzako, kumtumikia Mungu unaanza moyoni. Kwenye moyo. Wakati mwingine anasema moyo ndio nyumba ya Mungu aliye hai. Mungu anakaa kwenye moyo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hatuwezi kumtumikia Mungu siku zote bila kuhakikisha kiwanda cha Mungu ndani ya maisha yetu kinafanya kazi. Yaani moyo wa Mungu una mahusiano na Mungu. Moyo wa Mungu, Mungu anakaa ndani yake. Moyo wa Mungu ndio usukani unaoongoza wewe kumtumikia Mungu. Unaongoza mimi kumtumikia Mungu. Haleluya. Kwa hiyo hatuwezi kumtumikia Mungu kama hatumpendi. Haleluya. Kama hatumpendi. Ni dhahiri kwamba wote tuliokusanyika mahali hapa tunampenda Mungu. Haleluya. Maana yake hatuwezi kumtumikia Mungu kama hatumpendi Mungu kwa moyo. Hatumpendi Mungu kwa moyo. Haleluya. Naomba kusaidiana kusoma kwa haraka. Fungua ile Luka mlango wa 10 kwanza ule mstari wa 25 mpaka ule wa 28. Mpaka 28. Biblia inasema, na tazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu, akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa. Imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Katika kumpenda Mungu, akasema tukiendelea katika hayo na kuyashika hayo maagizo na amri zake na hukumu zake, tutapata kuwa hai na kuongezeka. Haleluya. Kumtumikia Mungu kwa moyo. Mungu anatuwezesha kuwa hai. Sio hai tu, lakini na kuongezeka katika utumishi. Haleluya. Haleluya. Tunaongezeka. Tunakuwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anapomwokoa mtu kwanza anaanza kushughulikia moyo. Bwana asifiwe sana. Umeokoka leo, umechukua hatua ya kuja kwa Yesu. Yesu anakuambia subiri hapa, ashughulikie moyo mpaka ahakikishe kwamba ule moyo sasa Mungu anakaa. Haleluya. Bwana asifiwe. Mambo mangapi yanaondoka? Na kwa nini mengine hayajaondoka? Ni kwa sababu hatujazidi au kuendelea kujifunza neno la Mungu siku hadi
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anataka tumtumikie kwa moyo mkamilifu. Hebu fungua Yoshua. Fungua Torati hiyo 36. Alafu tutakuja Yoshua 22 mlango wa 5. Torati 30 mlango wa 6. Kujibidiisha kutafuta nini kusudi la Mungu. Nini Mungu anataka katika utumishi wetu? Anataka mioyo yetu tunayotumikia iweje? Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tujibidiishe. Mungu anataka tumtumikie kwa moyo mkamilifu. Bwana asifiwe. Moyo mkamilifu. Bwana asifiwe. Unajua wakati mwingine tunaweza tusielewe. Kwa sababu 90% tunakwenda na mambo ya dini. 90%. Lakini kumbe Mungu anataka 90% tutembee rohoni. Bwana asifiwe. Mambo ya rohoni yanatambulika katika roho. Moyo uliochangamka ni dawa. Moyo unachangamshwa na nini? Bwana asifiwe sana. Moyo hauwezi kuchangamka, ni lazima uhakikishe 90% ya moyo unamwelekea Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mambo yote tunayoyaona yanakuja katika macho ya nyama haya. Chanzo chake ni moyo. Chanzo chake kinaanzia moyoni. Yesu anapojibidiisha kwa Mungu, ndivyo tunaendelea kukutana na Mungu. Kadri tunapokwenda mbali na yeye, naye anaenda kwa mbali na sisi. Hiyo ni kanuni. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kujibidiisha katika moyo, kuhakikisha kwamba tunamtumikia Mungu, mioyo yetu inatumika katika ukamilifu. Bwana asifiwe sana. Nataka kumuona Mungu. Hata nikiomba nataka kumsikia Mungu akisema nami. Bwana asifiwe. Nikimtumikia Mungu, nataka kuona Mungu akifanya. Haleluya. Hizo ni kanuni, maana yake kwamba kutembea katika roho. Bwana asifiwe sana. 90% ndogo sana katika Mungu. Hivyo tutakapoona ukuu wa Mungu sana, Mungu atatawala. Yaani atashuka. Ile relationship, ule uhusiano uliokuwa kati ya Adam na Hawa haukuwa hivi. Bwana asifiwe. Kulikuwa na ukaribu sana kiasi kwamba Mungu alikuwa anashuka, wanabadilishana maarifa. Adam pamoja na Mungu. Haleluya. Unaona huo ukaribu? Lakini baada ya kosa tu umbali. Kwa hiyo Adam akawa anapenda mbali zaidi, ndio akawa Mungu akiita tena Adam kusikia ni ngumu, kwa sababu katikati kuna matengano. Mungu atusaidie sana. Lakini tunapomtumikia Mungu kwa moyo mkamilifu, ule ukaribu umerudishwa kupitia damu ya Yesu. Yesu alikuja ulimwenguni kwa ajili yetu, kuhakikisha kwamba ule uhusiano wetu sisi na Mungu unakuwa karibu. Bwana asifiwe sana. Tujibidishe. Jitihada zinatakiwa kuhakikisha kwamba mahusiano yako na Mungu au yako na Mungu yanarudi kwenye ile nafasi. Wakati mwingine Mungu haonekani kwa sababu ya uwaji. Bwana asifiwe. Wakati tunaita tunaona Mungu asikii kwa sababu ya uwaji tulionao. Haki ya sisi na Mungu. Lakini tusogee karibu. Tumtumikie Mungu kwa moyo mkamilifu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea kuona hapo Mungu anataka tumtumikie kwa moyo mkamilifu. Tutakwenda kusoma Nyakati wa kwanza 28 mstari wa 9. Nyakati wa kwanza tusome mstari mmoja tu. Nyakati wa kwanza
Mbele sasa tufanye kazi kwa bidii. Lakini tunapokwenda kwenye kazi, mioyo yetu iko wapi? Je, tumeweka asilimia 100 kwa Mungu 0? Tumeweka asilimia 90 kwa Mungu 10? Biblia inasema kama moyo wako unakufanikiwa, moyo wako unakufanikiwa, kama roho yako unakufanikiwa, tutafanikiwa katika kimwili. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwanza roho, mwili unafuata. Bwana asifiwe sana. Tukiendelea tutaona pia Luka, tutaandika kwa ajili ya kutusaidia. Luka 21:34. Biblia inasema angalieni sana mioyo yenu isilemewe na masumbufu ya maisha haya. Masumbufu ya maisha haya yanachukua asilimia kubwa. Unakuta tunaondoka kwenye nafasi ya Mungu na kuingia nafasi nyingine. Mpaka tuje kushtuke, kurudi pia inatugharimu. Mungu atusaidie sana. Tumalizie, nimesema sitaongea sana. Tamaa. Ukisoma Timotheo wa 2:22 mstari wa 2